Heshima yako mama, mwendelezo wa hadithi yetu nzuri. Mtunzi ni Dennis Bernard na mimi ninayekusimulia ni Atanas Michael, na hii ni sehemu ya pili. Baada ya yule kaka kupimwa damu yake, ilionekana anafaa kumwongezea damu Juliet, na kubwa zaidi ilikuwa haina matatizo yote ya kiafya kama magonjwa ya kuambukizwa na mengine mengi. Baada ya pale, daktari alimfuata mama yake Juliet ili amtoe hofu kutokana na ugonjwa wa mwanaye. Mama yake Juliet alishtuka sana baada ya kumwona daktari. Ndiyo daktari, mama, punguza wasiwasi. Huyu kaka nimempima damu yake, inaendana na mwanao na hana matatizo yote kama magonjwa ya kuambukizwa, hivyo anafaa sana kwa afya ya mwanao, aliongea daktari kwa upole sana. Nashukuru sana Daktari Kasim, aliongea mama yake Juliet, huku machozi ya furaha yakimtoka, kwani hakutegemea kabisa kama mwanaye atapata tiba. Asante sana Mungu wangu, kweli wewe humtupi mja wako. Nashukuru sana 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 baba, aliongelea huku akipiga magoti. Baada ya daktari kutoka pale, aliendelea na taratibu zake nyingine za kutoa damu kwa yule kaka, na baadaye daktari alienda kumwekea mgonjwa Juliet. Mama Juliet alitaka sana kuonana na yule kaka aliyemwongezea mwanaye damu. Wakati akitaka kutoka katika chumba cha wagonjwa, alikutana naye mlangoni. Nashukuru sana babangu kwa kunisaidia, kwa maana umeokoa maisha ya mwanangu. Mungu akubariki sana na akuzidishie pale ulipopunguza. Sijui hata nikupe nini, aliongea mama yake Juliet, huku akiwa na maneno mengi sana ya kuongea. Asante sana mama kwa yote uliongea. Sisi sote ni binadamu, kwa hiyo wote ni binadamu kusaidiana kawaida, maana kuna leo na kesho. Kwa hiyo usiwaze chochote sana kuhusu mimi, nimesaidia tu, alijibu yule kaka huku akitabasamu. Wakati wakiongea, alikuja Daktari Kasim. Ndiyo daktari, kulikoni? aliongea mama yake Juliet. Aha, kule tumemtundikia damu, nafikiri tusubiri baada ya muda atashtuka, alijibu daktari. Sawa jamani, ngoja mimi niwaache kidogo nimwone mgonjwa wangu, maana sijafika katika chumba chake, aliongea yule kaka. Sawa kaka, ni wodi gani vile? aliongea mama yake Juliet. Ni wodi namba 12 ndio naelekea, aliongea yule kaka. Sawa, ngoja tufuatane wote na mimi nikamwone huyo mgonjwa wako, kwa maana tushakuwa ndugu sasa, aliongea mama yake Juliet. Sawa, haina shida, alijibu yule kaka, na baadaye waliongozana wote wakielekea katika kile chumba alichokuwepo mgonjwa wa yule kaka. Lakini katika kipindi chote hicho walikuwa hawafahamiani majina. Samahani kaka, mimi naitwa Sasha, lakini kutokana na watoto ndio hivyo naitwa mama Juliet. Sijui wewe unaitwa nani? aliuliza mama yake Juliet. Ni vizuri kweli kufahamiana, mimi naitwa Yahaya, alijibu yule kaka. Waliongea huku wakielekea katika chumba alichokuwepo yule mgonjwa. Baadaye walifika katika ile chumba wakiongozwa na Yahaya. Ghafla Sasha mama yake Juliet alishtuka sana kwa nguvu na kupiga kelele. He 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 he. Je, unataka kujua nini kiliendelea? Basi usikose kufuatilia sehemu ya 3 ya simulizi hii pendwa kabisa.